Like Moda is better in his own way, and I'm better in my own way. And trans me, I no follow. I know things them don't know. They can fuck with me, I know. I go lolo. Me see na. Atoke basi atoke kule aje huku naye afanye hiyo kigumu tuone kama ataenda. Asha kesha hii vibe na Ruga. Hao watatu. Ila kwa diaspora yetu nampenda sana Nazda boy. Kama mtu anichamba please. Nichambe ila hiyo kunichamba yako iwe na faida. Kwanza the first time watu ambao wanakubali sana na sio kwa sababu nishapataga tunzo zao ni kwa sababu ni kweli hiyo na kati nishaka summertime let's go out in any time. Sasa hivi una nyimbo ngapi? 1300. Nyimbo tutupia mawe na kati nataka mwaka kama sisi. Kina kuja kuita point hiyo sijui para. Para sio medicine. Si para ni medicine. Yeah. Unasikia I live. Unajua nilianza kuandika hivyo na get inspired by Baba Levo. Kwa msanii wangu Baba Levo. Ndio msanii. Yeah, kwa majina anaitwa DMC King of New Generation. Hii hapa ni DMC TV Online. Maybe unaweza kaita The Interpol. Leo niko na Mr. Zaga, Mr. Labalaba. Tutakuwa na mawili machache ya kumsikiliza Mr. Zaga hapa kwenye DMC TV Online. Hey, vipi Mr. Zaga? Asalamu vipi bro? Asalamu, sijui pande hizo kwa mnasemaje? Bwana Yesu asifiwe, alhamdulillah. Bwana Yesu asifiwe. Pia na wewe ni Mkristo? Maana tukiangalia mambo yako afanani huko. Yeah bro, mimi ni Mkristo na mimi ndani ya Yesu, but I don't mind being any other religions like Muslims and all that. Pale ambapo najua Mungu utanitake ndo hapo, ila kwa sasa imani yangu iko 4% Christian. Imani yako iko fupi kivipi maana? Imani yako iko fupi na nini? Muslim, nani Christian I mean. Samani. Sasa hapa na maswali moja naweza nikakuuliza right now. Swali la kwanza because niliona kwenye mtandao siku 2-3 zilizopita uliposti kuhusiana na kama vile umesema Gaspar amekuiba nyimbo yako. Sasa watu wengi uliwatia kwenye sitofahamu. Sasa labda unaweza kwa explain alipoibaje ili tupate kuelewa. Unajua sitaki nikae hapa na claim tuseme ujinga. Kwa sababu the way the whole thing was put out, wengine wanadhani anataka nini na upepo, ndio upepo gani ambao mimi sina. Unajua point ya kuonesha kama nimeibiwa. Point ilikuwa kuonesha kwamba nyinyi mtatupia mawe na kati mnataka muone kama sisi. Ilikuwa point hiyo. Ile leak maana niona jamaa mwingine sijui alitoa story yote ilikuwa ya ufara. Ile leak ambayo ilitokaga ilikuwa like long time ago. Ile leak ilitokaga na niliwahi kurepost mara pili. Nikaona like 3-4 months later, ilikuwa 2-3-4 months later jamaa huko akatoa. Sasa mimi nilikuwa kama ni beat bado nilikuwa sija purchase pale, nilikuwa bado sijanunua chochote. Tatizo ingekuwa ni beat tu amechukua beat fresh, hakuna shida maana nilikuwa hajakuwa beat yangu, right? Na nilikuwa pale mumbo wangu umeitwa Medicine, right? Afu nyimbo yake inakuja kuitwa sijui para. Para sio medicine. Para ni medicine. Yeah, para ni medicine ndio. Hapo ukiangalia flow zangu, jinsi ninavyopanga maneno yangu na yale idea nzima, maana nilimbaga mimi ndo jamaa nilimbaga. Mimi sikujaligi na beat, maana beat ilikuwa bado haja get purchased. Ila ni vile kuangalia jamaa sasa hadi flow hadi kila kitu. Nisikuona ilikuwa for nothing. As I had nothing to say about it at first, but I saw that, the disrespect was getting out of hand and we need to point it out public. Unajua? Ilikuwa hivyo, wala sio kwa ubaya or anything. Ile tu heshima tu inafaa. Sasa kama unaweza kutambia yani alibaji sasa kwa sababu iko kwenye simu yako
Sasa alipataje mpaka akafanikiwa? Ilikuwa leak maana yake ni ngoma ambayo niliwahi kulikiwa, yani niliwahi kusikilizwa, niliwahi kuposti kwa story yangu mbele hajatoka, maana ngoma hata yenyewe hajatokaga. Ndio nilipa leak. Sasa hiyo kipindi mimi kuliki tu sijui miezi 2 3 4 hapo baadaye jamaa katoa EP na ngoma yote, so nilikuwa sielewi, yani ndio pale jinsi nilikigi hapo ndio kwenye kila kitu kilichukuliwa. Unajua mimi nahoga nafanya mbele ya kutoa nyimbo lazima ni leak. Ndio nafanyaga hivyo juu nijue nini watu wanataka na watu wategemea nini. Sasa ni kitu gani wewe unafanya ili ujione wa tofauti? Tamani? Ni kitu gani unafanya wewe kuwa wa tofauti kuzidi marapa wengine? Mimi na focus on myself. Na kingine bro, mimi ni mwanamuziki, mimi sio rapper. Wewe sio rapper? Mimi ni mwanamuziki, sio rapper tu, au sio segla, au sio mwanakwaya, au sio. Kwa hiyo nataka kutambia style zote unapiga. Yaani mimi ni mwanamuziki. Yeah, mwanamuziki ndio, lakini ana kitengo. Mimi kitengo changu ni kuwa rapper, ya mimi naimba kawaida hivyo. Usijali, mimi kuna kitengo changu ambacho mimi nitakuja nacho, ambacho kila mtu atabidi awe ana focus kwa hicho. Maana magana ni confuse sana, ila mitindo ambayo mimi naenda emo sometimes ni ya rap, sometimes tunaingia huko sijui afrobeat, tunaingia afropop. Sasa wasijali, maana wengine wanaga na get confused baada wanakuwa wanajiuliza kwani huyu ni rapper au ni anaimba sijui afropop sijui afrobeat. Wengine wanajiuliza hivyo sana, ila I don't mind being called a rapper, maana ndio muziki ambao nilianza nao. Na ndio muziki hadi sasa hivi sometimes nafanya hata bololo, ukisikia bololo na rap bure kidogo. Nimesikia kwa mengi, ukisikia watu wanasema wewe ni rap. Na hata kwenye masuala ya tunzo wanakutia kwenye kipengele cha rap. Ila mimi ningetaka nende tu kama mwanamuziki. Yaani tu kama mwanamuziki, tuseme huu mwaka nafanya last year nilifanya sana afrobeat, nikafanya afropop. Ndio. Huu mwaka sijaka kupengele chochote cha that. Sababu wamenizoea kuwa rapper. La wao wanajaribu sana kusikia muziki. Bado kuna muziki ambao na rap na nyingine ambao sifanyi nini? Si rap. So yani mimi ni mwanamuziki tu. Yani ukiona kile sema mwaka ukinana na rap sana, basi tunaingia mwaka rap. Unaona mwaka umeimba hivi sana, tunaingia mwaka. Yani mimi nafanya muziki tu, as long as ni muziki mzuri basi. Mashabiki wako wengi ama watu wengi wanasema eti kama watu wengi walipata kukujua kupitia nyimbo ya Vibration ambayo ulitoa juzi remix. So unaweza kawaambiaje watu kama wanasema ile ngoma ndio imepata kukupush wewe? Kunipush au yani kama vile watu wengi kukujua, yani imenipa boost fulani. Yeah. Unajua Vibration ile ngoma ni kali sana, na mbele ile ngoma hajatoka walikuwa gasha nicheki tayari, wanapendaga tuitoe tu yote pamoja. Sasa mimi nilikuwa touch sana, na kabidi tutoe nini hiyo remix. Sasa nimeona imetoka vizuri, but no, my name, jina langu imekuwa pale, of course, paka wao nitafute, walinijua nitafuta. So yeah, kuna ngoma kama I'm Gone, kuna ngoma kama Babo, kuna ngoma kama Try Me, kuna ngoma nyingi tu. Ni ile tu kila muziki unakuaga na push mtu kiasi fulani, kila muziki unaoga lazima kila muziki. So yeah, na ile pia amenisaidia hivyo. So shout out to them. Mashabiki wako wanasema wewe ni legend kwenye muziki wa rap, unakubaliana nao ama? I mean, I appreciate sana kwa kuona hicho. Chochote ambacho mashabiki wangu atakwambia huwa nakubali, maana huo ndio kweli. Mashabiki zangu ambao that's been here with me kwa muda, na watu ambao wananielewa sana, najua nini nafanya. So hivi watu wakikulinganisha wewe na Moda, wewe unajisikiaje? Akisema eti Moda ni zaidi yako, wengine wakisema wewe ni zaidi ya Moda, wao unajifeel?
Moda nampa heshima yake, maana kwa community yetu anafanya vizuri, na alikuwa pia anafanya vizuri. Jamaa iko fresh, na pia anaangalisha, wao anaangalia, unajua wao anaangalia. Unajua kuna watu ambao wanalinganisha hivyo, at the end of the day sasa wanachukulia vitu personally. Unaona, ila no, I mean naonaga tu ni hivyo, wanataka afurahi, wajifurahishe kwa wenyewe. But me personally, it's like cool, who cares? I'm focused on mimi mwenyewe nawaga focus on other things. Wasanii wenzetu wana focus sana kiloko, wanawaza sana kiloko. So wanajulikana Wabembe community ama tuseme African community wanaisha. Sasa mimi waga nafikiria zangu mbali. Kama unasikia I level, unajua tunaangalia mbali bro. Really. So nafanyaga naona nacheka, nafurahi. Unataka kumaanisha kwamba hawa ambao wanakulinganisha nao hapa hawaangalii mbali, wanaangalia kwenye level tu za watu wa wasanii yani wajulikane kwenye jamii ya Kibembe only tu. Yes, that's true, yeah. Kwa hiyo which sio vibaya, ila kila mtu ana malengo yake. So hiyo ni malengo yao na wameshaonesha sana. Mimi malengo yangu sio kwa hapa bro. Hivi unakumbuka wimbo wako wa kwanza wewe kuandika? Yeah. No. Sikumbukaji wa kwanza mimi kuandika. Wa pili? Bro, najua nilikuwa bado 5th grade bro. Kwa 5 na kitoto. Ndio nilianza kuandika hivyo, na get inspired by Baba Levo. Alikuwa msanii wangu Baba Levo. Ndio msanii ambaye alikuwa inspired mpaka kuingia. Yes. Nini kilikuvutia kwa Baba Levo? Ile fujo yake. Unajua kisha rap fujo, yani hadi vibe. Alafu na mwingine ngoma yake sherehe. Ile kuna niua sana. Alafu kuna kwa ile bro, jamaa alikuwa anakili sana. Yani yale ndio alikuinspire kwa Baba Levo mpaka ukaanza rap. Najisi nianza nikapenda zaidi. Ndio mpaka sasa hivi bado nakubali Baba Levo kwenye rap. No, I mean, namheshimu, ila saizi simkubali, maana jamaa rap anymore. Alafu tena anajiweka uchawa sana, ila kuna kwa ile shiba yake ya kusema huyu ndo alinileta, huyu ndo alikuwa sababu ya mimi kwanza, na nika found out more things in life. Kwa hiyo Baba Levo ndo mtu wako namba 1 ambaye unaweza kumkubali kwenye marapa wote, na mpaka sasa yani yeye ndo alikuinspire mpaka uwe rapper yani. Hivi kwa mtu ambaye akufahamu unaweza kumwambiaje ile akujue vizuri? Afrozaga ni mtu ambaye yani kufahamu, kama yani kuelezea muziki wako, kuelezea ila upate kufahamu vizuri. Yani kimuziki yani. Yeah, kimuziki. Kimuziki kwa mtu ambaye anifahamu. Ningetaka aelewe kwamba mimi ni mwanamuziki ambaye anafanya muziki na naenda kwa jina la FPA. Jina la FPA ni kama inamaanisha full package artist, ni msanii mwenye vyote. Package artist ni mtu ambaye versatile, na ni mtu ambaye anafanya muziki wa kila aina. Mimi niletee dancehall, niletee reggae, niletee rock, niletee country, niletee R&B, niletee zouk, niletee bongo flavor, nini hadi singeli mwanangu na chana. So mimi ni msanii ambaye niko full package sana, na niko versatile. Kwa hiyo mashabiki zako wategemee singeli siku moja. Yaani kuna siku ambayo watashangaa, huyu jamaa amemba nini leo? Yaani mimi siku nyingine napenda wao na expect nini ambayo nitatoa. Yaani mimi leo nishatoa hivi. Sipendi kesho yake wajua ni zile no. Maana watachoka bro. Watachoka. So naona kila mwaka muziki una change, na wasanii pia wanafanya hivi, wana change bro. Angalia Diamond anafanya nini? Na alianzia wapi? Example kubwa kwa African community. Ile saa wasanii wa huko Marekani, ukishasikia sijui sound ya Bossman is getting old, ila utaona jinsi ata change hiyo flow yake tena. Kama Blueface alikuwa mtu ambaye offbeat sana, sasa haiko. Yani wewe ni mtu ambaye unaangalia mbali au angalia community
So eti sijui Wabembe ndio wananizunguka kama mimi ni Mbembe, acha tu niimbie Wabembe kama marapa wengine. No, mi naheshimu sana Wabembe na naheshimu community yetu, naheshimu kila mtu maana nafanya muziki, naheshimu everybody, I respect all of them. Ila ndio nataka nijulikane mwetu, ila malengo yangu sio kubaki kwetu. Malengo yangu ni kupeleka kwetu mbali huko. Peleke kwenu. Sisi kama tuko Marekani tuna opportunity nyingi kabisa, nyingi. Nataka weke heshima ya community ya Wabembe wa juu zaidi kimuziki. Sio Wabembe tu, just Africans. Yeah, mtu yote ambaye ni African, sijui ni Mnyarwanda, sijui ni Muganda, sijui ni Mghanaian, sijui ni Nigeria, sijui ni yani Mkongomani mwenzetu, sijui ni nani. Mimi nataka akishaona huyu ni wetu awe proud. Ndio malengo. Okay, unaweza kawashauriaje marapa wengine wenzako ambao unawasikiaga wa Kibembe ama wa Kiafrican ambao unawajua, ambao walitoka kwenye mazingira yetu ambayo unajua, unaweza kawaambiaje ili wapate kuwa kama wewe? Nafikiria tu mbali bro, wanaangalia tu mbali, na pia wao wana try kiakili kutoka in one space. Unajua sometimes ni comfort zone bado tuzingua. Unajua kisha kuwa ni Mbembe, manager yako anakuwa manager yako wote wa Bembe, afu none of them wanafikiria kutoka outside of nani. Inabidi waachane, na kama sio kuachana unatafuta wengine ambao wanafikiria mbali tofauti jiona na hiyo vision. Maana mimi vision yangu si naweza nikawa nayo ndio, ila kama sina wale watu ambao watanisaidia pia keep your vision alive, inaharibu. So wawe na watu ambao wako karibu yao ambao watakuwa kusaidia kuonesha mpango wetu ni hivi. Yeah, hiyo ndio pia inasaidia sana. Hivi unawaambiaje watu ambao wanakulenganisha wewe na Emoda? Kulenganisha kimuziki. Naelewa kwa nini wanafanya hivi au hivyo kwa sasa, ila kila kitu kitapita, kila kitu kina wakati wake. Kitapita tu. Kwa nahisi uko bora zaidi ya Emoda ama inapata? Namheshimu sana, ila yani tukiwa tu wa kweli bro, like Emoda is better in his own way and I'm better in my own way. Yani yuko fresh sana na kill sana kuzile zake, sijui naita viselemba, sijui nini zile. Jamaa na kill bro. Jamaa na kill sana bro. Ila akishakuja sijui nini other type of beats, na jamaa anakuaga na feel sana. Na hizo other type of beats mimi ndo nafanya sasa, versatile. Hata hiyo viselemba mimi nazipiga bro. So yani kifupi mimi naona mimi naweza nikapita nyayo za Emoda, ila Emoda hawezi kupita nyayo zangu. Kwa hiyo zile za Emoda ni viselemba. Unaweza kani hapo kwenye viselemba bado sijaelewa vile, maybe unaweza kani explain kama viselemba aje. Sasa ile jana nitoaje? Maana mimi sijui mwenyewe. Mimi naangalia na zeni wa viselemba. Maana mama ndo anapendaga zile ngoma. Kwa mama, wazee. Ndio kumaanisha ngoma zake yeye sio za vijana, yani ngoma za mama za vizee za wazee ama bro, ni kweli. I mean like ukishasikia kijana anasikia ngoma ya Emoda, ujue itakuwa drill beat. Maana pia anatembeaga drill. Akishaenda drill hivi kabisa anasikia vijana na ngoma zake nyingine za mama wa baba kama hivyo. Kwa hiyo umesema Emoda anaweza kupita nyao zako, wewe unaweza kupita nyao zako kama aje? Hapo sijaelewa. When it comes to this music shit, like hizo ambazo nafanya hizo sijui viselemba. Kwanza drill na mkill vizuri sana. Drill hiyo viselemba hivyo napita hapo kabisa. Hapo nikishapenda na mimi kabisa acha na mimi ndio. Naweza nikaenda huko. Ila afanye sasa trap. Afanye sijui drill nini, sijui hizo zote emotion nini. Asifanye hataweza. Hiyo ndio maana yake. Ndio unapita kwenye nyao zake, yeye aweza kupita kwenye nyao zake. Ndio. Afu tena kwa heshima. Namwambia kwa naelewa. Na hajua na mashabiki zake. Nataka kumuelewesha kama wewe ni bora zaidi yake au si. Mimi kigambo yangu ndio kabisa, mimi namzidi sana Emoda. Kigambo yangu namzidi sana Emoda. Ila pia namheshimu sana Emoda. Wewe na Gaspar mna beef gani? Bro, sina beef na wewe jamaa bro. Maana naona kama mpage mnaelewana cause kuna nyumba yake fulani
kama wale kutaja sijui Mr. Labalaba, nikizani Mr. Labalaba ndio wewe. Ndio. Yeah, sasa wewe ulijifilije vile jinsi alivyokutaja kwenye nyimbo yake na akukutaja kwa mambo mazuri, sasa wewe ulijifilije? Ukitaka kujua jinsi nilifeel, kwenda kusikia nyimbo yangu ambayo inaitwa Afrozaga Gasp for Air. Kwa yote ambayo jinsi nilifeel and akasikia ile. Kwa hiyo ulimjibu kwenye nyimbo pia. Yaani ukishataka kuelewa, wewe usikie ile nyimbo. Sasa katikati yenu kuna tofauti gani? Maana watu wengi wanakulinganisha sana na Gaspa. Shout out to Lil Bro, man. He's doing his thing right now. I don't know how old he is. He might be big, bro. I don't know. But yeah, shout out to him, man. He's doing his thing right now. But hii sasa nitasema in general, nataka wasanii wote ambao watakuwa wanafanya muziki, either you're coming or you're not. Either you've been here for a long time or not. Just come with respect, unajua. Mwe wasanii ambao wanaheshima, bro. If you're not gonna be humble, at least have respect, you know. That's all, man. That's all I can say about this matter. Next question, bro. Hivi mashairi yako unatoa wapi? Mashairi yangu. So waga mimi na get inspired by wasanii tofauti sana. Ukitaka ningesikia nyimbo zangu zingine waga zinakuwa tofauti, sababu na get inspired na wasanii. Na get inspired by wasanii kama Shake, Shei Vibes, Ruga. Najua wasanii wengi, so mashairi yangu natoaga mimi mwenyewe kwa ku add flavor kidogo na unakuta na get inspired by one artist na add flavor kidogo tu. But waga ni zangu kabisa, mashairi ni zangu, lyrics ni zangu, melody napendaga nifanye zangu mimi mwenyewe, ndo na add vile na nini zao. Utakuta naweza nikachukua, mimi naweza kuchukua flow ya mtu nikabadilisha kwa yangu, which wasanii been doing for years. Wasanii wakubwa kabisa been doing for years. So kitu cha kawaida sana. Watu wengi wanasema eti wewe unakopi kwa Asake. Kweli? Okay bro, afu napenda hizi swali zako bro. Maana hizi ni swali ambazo watu wanabidi wawe wanajibio. Kuna kucopy, kuna kuget inspired, kuna kusample na kuna kupay homage. Kupay homage ni kama msanii akishakufa, right? Ako anashaka marehemu na ngoma zake ambazo ni nzuri sana. Unataka kuimba, ndio naimba. That same kind of way ya kupay nini homage. Au unaweza ukabadili kidogo bila unaenda ile nyayo yake au nyayo zake. Hapo ni homage. Kwa sample ni kile kipindi msanii akishachukua ngoma au beat anachanga mvyake, right? Ukisikia like Gas for the Air nichukua Ashiwaju, ile beat ya Ashiwaju nika change kidogo vile nikaisample, unaona? Na kukopi ni ile unachukua kitu nasema ni chako, unajua ni cha mtu kabisa, unakichukua chote unaenda ukaclaim ni chako. Hiyo ndio kukopi. Afu ampi mtu credit yake, hiyo ndio kukopi. Unaiba, unakopi. Kwa get inspire ni kama hivi, mimi na get inspire na wasanii tofauti. Na sio Ashake tu, nita get inspire na wasanii wengi. Nile napendaga Shake jinsi anaendaga hivi. Naona nataka kuchukua inspiration kidogo, naona changa na vyako, unaenda humo hivyo. Hiyo. So mimi na get inspired by Ashake, Shei Vibe, Ruga. Na wasanii wengi tu tofauti. Ila top 3 kwenye collab zako zote ambazo ulifanya. Hivi ni collab yako ambayo ilikufanya kakuonesha wewe kama ni mkubwa? Collab zangu of course high level. Tukiongelea collab high level ni boost kabisa kama tulivyosema. High level size kwanza ndio ngoma ambayo nasikilizika sana size. Yeah, high level, yes. Yeah, especially for it. So hapo imeonyesha kiasi gani bana, imeonyesha uwezo wangu. La nyimbo nzuri nyingi ni hivyo tu, high level ndio imependwa kivi. So yeah. Kwa hiyo high level ndio bado kwenye muziki wako collaboration ndio bado ungaliki juu sana. Yeah, yani ndio nani hata ila mimi na Kizoboy hajapewa promotion hawajana nani vizuri.
ila hii high level hii imefanya vizuri sana. Imefanywa promotion nzuri sana. Ndio. Hivi unaweza kuambiaje community yetu kwa kusupport muziki yetu ili uende mbali? Cha kwanza nitasema ni kwamba kwanza nitasema congratulations kwa sisi wasanii na community yetu, maana muziki umeanza zamani. Mwanzo zamani sana bro. Wakina Ebina Bill, kaka yangu Sulej. Ukipindi hivyo wao ndo anaimba. Hapa Marekani kulikuwa kuja kwa watu bro. Hata zi TV nini tulikuwa tunazikosa. So tumeimprove sana. The more days go, the more that community ilikuwa inakuwa big. Na ndio maana hizo views zilikuwa nyingi zaidi than we used to do back then, kwa sababu sasa hizi watu wako tap in na pia wanaelewa kwamba sio fujo ambayo tunafanya muziki na tuna malengo nayo. Yeah. So hicho ni kitu ambacho naomba tu endelee kufanya hivyo na kuwa na mioyo ya hivyo, na bado tutafikia mbali kabisa. Yeah. Hivi unaona kwenye muziki wetu wa hip hop umeona kitu gani umebadili? Hip hop sio ile hip hop ya zamani. Of course hip hop now pia improve bro. Sana sasa hizi hip hop inachangiwa na vitu vingine kama la zangu. Ukishasikia hii yangu ni bololo, ukishasikia bololo right bro? Kisha na nyimbo moja tu ya tuseme Baba Level ya Bank Band. Ni kwanza ukisikia nani? Siko tofauti. Yes. Unajua tofauti yake ni nini? Zile beats siku hizi zina play with different sana, na genre zishakuwa nyingi za hip hop. So hip hop nayo pia ime-improve. Iko kwa kushuka, ime-improve. Yeah. Unadhani nafasi yako iko wapi kwenye top 10 ya marapa kwa kweli? Number 1. Especially as of right now, number 1 kabisa. Number 1 kwa sasa number 1. Unawaambiaje watu ambao wamepotea kimuziki? Kama vile wa Mr. Nasda Boy ni kizani sasa hivi asikiliki na watu wengi, na ni msanii ambaye anatoa music nzuri. Kuna wasanii wengi tu hawasikiliki na unaweza ukawaambiaje? Bado kuna time ya wao kurudi. It's very easy. Nakisha kwa lock-in tamu tu waje na tofauti fulani, na waje brand kabisa, waje tu na tofauti tu, alafu tena tofauti nzuri. Then there's the opportunity. Bado walikuwa wako local na bado wako local. So tukisema walikuwa global ndio hataki tena kurudi. Hapo ni shida bwana. Hivi wait. Yeah, so hivi wewe baa zako kale ambazo unazikubali ni baa gani? Ama nikisema baa ni style zako ambazo unazikubali. Baa kwenye ngoma gani? Au ngoma tu yoyote? Ngoma yoyote tu kwenye. Saizi ni bololo tu. Sasa bololo ndo right now iko kwenye chata, right? Yeah. Afu kikubwa, hiyo tunaitoa hii Saturday ya kesho kutwa, hapo ndo inakuwa. Itakuwa online mida saa ngapi? Waga napendaga jioni sana. Kama mida 6-7. Kwako right ama freestyle? Napendaga sana. I'm not gonna lie to you. Hapo sitakuwa mnafiki bro, napendaga sana ku freestyle bro. Unaweza freestyle ya punching. Unaweza kupatia freestyle ya nyimbo yote ama hapana off dome ya nini na kati nyimbo zipo. Yes. Hiyo.
Friends me I no follow. I know things them don't know. They can fuck with me I know. I go high, I go low low. Me see naga shobo. Tell them no. I say no no no. Too fast like Mario. They can pass but I follow. I be crazy like piano. I be crazy I'm a piano. That guy you amaze me. That guy versatility. That guy go crazy. Go crazy. When they listen, they cannot reach me. These niggas sweetie. These niggas crazy. I'm different. Libo lo 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 lo. Libo lo lo lo. Hey, listen. Hey, who's that nigga? Come here, nigga. Ah, man. Nikiimba yote hapa. Mnyama hivi ni msanii wako yupi ambaye namkubali msanii wako labda wote ni msanii gani? Asha akesha hii vibe na Ruga. Hao watatu bro. Sasa Hizi ni moja niache mwingine. Ila kwa diaspora yetu nampenda sana Nazda boy. Yeah, maana Nazda kabisa. Nazda ni rapper ama ni mwimbaji wa kawaida? Mwanamuziki tu. Naye pia ni mwanamuziki. Ana uwezo wa kuchana ila sana apendaje kwenda rap no. Anaweza kuchana ila ni mwanamuziki. I think Nazda boy amepotea sana kwenye muziki wetu, so haonekani kabisa. Kwa sababu hajawa mtu ambaye anatoa. Kisha kwa anatoa tu utaona mtandao utachafuka vizuri tu. I think alitoa nyimbo juzi hapa ambao sijui inaitwa Shadadad. Yeah, na kama gesi mapokezi alipokea mwenyewe na yaona hajapokelewa vizuri kama ngoma zake za awali hapo. Unajua ile ngoma ilikuwa ngoma ambayo ilikuwa pale tu for 2 to 3 years. Yeah. So hivyo ilikuwa inabidi yeye atoe tu, ilikuwa tu inabidi itoke maana mashabiki walihitaji sana so. Hivi muziki umesiri maisha yako ya nje? What does hasiri means, brother? Yani kuasiri. Like in fact? Yeah. Kwa namna moja au nyingine, sometimes kuna mchambo, kuna nini ila wakati shazoea. Shazoea mambo ya mchambo. Yeah. Unaambiaje watu ambao wanakuchamba chamba bila sababu za msingi? Hakuna shida. Ila wewe kama utanichamba na unaenda like au na comments pale inanisaidia. So fanya hivyo. Kama utanichamba please nichambe, ila hiyo kunichamba yako iwe na faida. Unichambe ma comment fresh, unaniboostia. Watu wengi wanalalamika kuhusu The Festa. Kama vipengele vyao hawajaviweka sawa. Sasa wewe kama wewe msanii ambaye na wewe kwenye vipengele vya The Festa ni gani huko? Unaweza kuwaambiaje The Festa vipengele vyao viweke ki style gani ili mambo yazidi kwenda vizuri na watu wazidi kupenda kitu cha The Festa zaidi? The Festa ni watu ambao wanakubali sana na sio kwa sababu nishapataga tunzo there no, ni kwa sababu ni kweli hiyo na wakati wale nilikuwa nishakubali for a long time. Sasa mwaka sijui wamefanya nini ila mwaka sijapenda na mimi pia walivyo panga zile listi na nini. But honestly sina mengi ya kusema maana wao wanajua nini ambacho wanafanya. At the end of the day ni watu ambao wana invest na wako professional. Na sio kuinvest tu. Wanatuonesha, wanatuwekea value yetu pale sisi wasanii. So there's no, wao wanajua nini wanafanya. So I don't have much to talk on that matter to be honest. Right now unaweza kuambia The Festa nini kwa mambo labda walikosea? Unaweza kuwashauri nini ili wakipanga tena kitu kingine wasikosee kabisa? Wao wanaangalia tu ushauri. Wao wanatika ushauri, maana ushauri ni wengi. Wanakubali ushauri wa watu. Maana pia na sisi tunakuwa tunajivunia The Festa. Sasa The Festa ambayo tunajivunia hiyo tunajivunia hiyo na messed up. Karibu sana. So yeah. Je, unakubali wimbo wako wa kwanza? Wimbo wangu wa kwanza since story. Uwaga na nice. Bro, maana nyimbo zilikuwa nyingi. Mimi nakwambia ilianza 2015. 7th grade. Tupe hata neno 2-3 za kwenye wimbo wako wa kwanza. Ni mambo naweza nikakumbuka ilikuwa inaitwa Summertime. Let's go out in any time. Ilikuwa inaenda hivyo. No, about a few years later nikaja remake. Ilikuwa something like that. Yeah. Sasa hivi una nyimbo ngapi? 1300.
Una nyimbo 1300 Yeah. ziko wapi? Kwenye YouTube ama kwenye daftari? Zile ambazo zipo hapana daftari, file kabisa. File lako Bana ambazo niko nayo 300 zote umeshaandika na nikaimba nikarekodi. Sasa kuna rekodi hizo nyimbo 1300 na wakati unajua people inaenda na nyimbo zinaenda na awamu. Maybe hizo nyimbo ambazo rekodi 1300 awamu yako umeshapita na sasa uko kwenye awamu nyingine. Kuna zimoja ambazo zishapita na zingine niko ahead of time na zingine zinaendana na huu muda hivi. Hizi sherehe ambazo hizi mambo ambayo wasanii wenzako wanafanya, wanasema kama kuna msanii mmoja alijitokeza Afrika, Izzo Boy alisema kwamba zile ambazo wanafanya ni boom. Unaweza kutuambiaje? Atoke kule aje huku naye afanye kiboom tuone kama ataweza. Atoke kule Afrika na aje akafanya. Bwana, ni mnajua Izzo Boy waga ni mtu ambaye anapenda kuropoka sana bro. Izzo Boy anaropokaga sana bro. Huku wao kula wa invest kitu. Tukisha kwa huku ndo investment ilipo kweli bro. Au kula anaongelelea sijui mashilingi. Huku tunaongelea dola bro. Bro, $50 kule anafanya vitu vingi kule bro. Huku $50 is nothing. Meidano hiyo. So hivyo huku ni investment kweli, afu nakuwa na dharau kitu ambacho mtu anafanya. Izzo Boy ni mtu ambaye anazingua sana bro. Anazunguka sana. Na awe anaacha kukutana wasanii wa huku, maana kuna siku ambayo atakutana na mtu ambaye atampokea bro kama kuna